Dhumuni letu ni moja. Tumeungana leo hapa kuwaenzi mashujaa wetu waliomwaga damu katika ardhi yetu ya Tanzania. Nataka niseme tu kwamba sisi lengo letu ni ku speak out, kuongea ukweli, kuto kunyamaza, kupinga yote yanayoendelea kwenye nchi yetu. Hakuna tunachokikubali kinachoendelea kwa sasa hivi kwenye nchi yetu, kwa sababu tunajua tunaongozwa na watu wenye urafi wa madaraka, walafi wenye urafi, wengi wenye urafi wa resources tulizonazo kwenye nchi yetu. Sasa basi, kwa kuwa sisi tumeweza kutoka na kujifunza kutokana na tamaduni za wenzetu, tumeweza kujua kwamba kwenye nchi yetu tunadhulumiwa sana, na hili hatutolikalia kimya. Nasema Watanzania na Watanganyika kwa umoja, tuungane kuweza kuiondoa hii serikali ya mafisadi, serikali ya wabadhirifu wa mali za umma, serikali ya wauaji. Ndugu zangu, hii haiishi mpaka iishe. Samia must go. Samia must go. Samia must go. Samia must go. Free all the people. Free all the people. Samia stop killing. Samia stop killing. Samia is a dictator. Samia is a dictator. And I will always tell the truth, and I will always never put a mask on my face, because I'm speaking the truth even if my voice is shaking. Samia must go. Samia must go. Thank you very much. Okay, karibu sana dada yetu, na tunashukuru kwa ujumbe wako. Tunaona jinsi gani umekwazwa na matatizo ya Mama Samia. Tuko pamoja. Sasa ningependa nimkaribishe Nestroy kwa niaba ya group la Netibori, naye ndo organize hichi kibali cha tutapata leo. Pia tunashukuru sana kwa mchango wako bwana Nestroy. Umefanya kikubwa. Karibu sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Kama tulivyokuwa tumekubaliana, lengo kubwa la leo ni kwa ajili ya kuomboleza haya yaliyotokea nyumbani kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, baada ya maandamano na vurugu zote za maandamano, vifo vya ndugu zetu wengi na uharibifu wa mali na pia majeruhi wengi. Kwa tumekubaliana leo tuje hapa kwa ajili ya kuomboleza na kulaani vitendo vyote viovu. Nitasoma ujumbe wetu hapa. Sisi miongoni mwa Watanzania tuishio Sweden, mji wa Gothenburg, tumekutana hapa kuomboleza na kuwaombea ndugu zetu ambao wamepoteza maisha na walioathirika kutokana na vurugu na maandamano yaliyofanyika siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 na baada. Pia kukemea au kulaani vitendo kutoka na kutoa maoni mbalimbali kwa serikali yetu. Kama mnavyojua, idara ya mambo ya nje ya hapa Sweden imetoa maamuzi juu ya kukataza raia wa Sweden kusafiri kuja Tanzania. Katazo hili ni la muda usiojulikana, na katazo hili linahusu safari zote zisizo za lazima. Hatua hii ina maana gani kwetu? Hatua hii ina madhara makubwa sana kwetu sisi Watanzania ambao tunaishi hapa, na pia hata kwa ndugu zetu ambao wapo nyumbani. Mfano, bima haifanyi kazi mtu unapokuwa kwenye nchi ambayo idara ya mambo ya nje ya hapa imetoa katazo. Hii itaathiri shughuli za kiuchumi na kijamii kati ya Tanzania na Uswidi kwa kiwango kikubwa. Pili, Wizara ya Utalii itaathirika. Tuna ndugu zetu wengi ambao wanajishughulisha na shughuli za utalii, lakini kutokana na katazo hili basi watalii wengi wataacha kuja nyumbani kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Maoni yetu au mapendekezo yetu kwa serikali yetu. Moja, tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania, Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya usalama kwa kulinda hali ya amani na utulivu nchini.
Pamoja na hayo, kumekuwa na tuhuma nyingi za matumizi ya nguvu kubwa kupita kiasi iliyotumiwa na baadhi ya watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa raia hadi kupelekea watu wengi kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya. Tunahitaji uchunguzi wa kina, haraka na majibu ya kutosha, na baadaye kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wote waliohusika. Tunalaani vitendo vyote vya uvunjifu wa amani nchini. Pili, tunawapongeza sana wahudumu wa hospitali zetu mbalimbali, hususani mikoa iliyoathirika zaidi na maandamano kipindi cha uchaguzi, kwa kufanya kazi katika kipindi kigumu cha maandamano na vurugu, na pia tunawaomba kuendelea kufanya kazi kwa weledi kulingana na miongozo ya taaluma zao. Tatu, pia tunaishauri Wizara ya Afya na Wizara ya Maendeleo ya Jamii kufanya uchunguzi wa kina na haraka juu ya idadi ya waathirika ikiwemo watoto. Tunamaanisha waathirika wa vurugu zilizotokana na maandamano ya siku ya uchaguzi na baada, na kuweka mkakati maalum wa jinsi ya kuwasaidia. Tunafahamu kuwa kuna athari kubwa za kisaikolojia na kiakili kwa binadamu, hasa watoto walioshuhudia vurugu na mauaji. Mfano wa athari hizi ni kuongezeka hatari ya magonjwa ya akili kama msongo wa mawazo, unyogovu, maana yake depression, wasiwasi kupita kiasi, matatizo ya usingizi, watoto kushindwa kufanya vizuri katika masomo shuleni, na hata watoto kujihusisha na vitendo vya kihalifu. Tunaomba waathirika wote wapatiwe msaada stahiki ili kuepusha athari hizi. 4. Tunaiomba na kuikumbusha serikali yetu ifanyie kazi maoni yote ya wadau mbalimbali, wakiwemo wananchi, viongozi wetu wa dini mbalimbali, viongozi wetu wa vyama vya kisiasa, wadau mbalimbali ambao wanashauri maridhiano na jinsi ya kuboresha chaguzi, jinsi ya kudumisha umoja na amani yetu. Makundi haya yalishauri kabla ya uchaguzi na hata baada. Tunatamani kuona serikali inakaa na kufanya kazi pamoja na makundi haya. Tunaamini maoni yao mbalimbali yakifanywa kazi itapelekea hali ya amani na utulivu nchini, na pia itapunguza malalamiko katika chaguzi zijazo. 5. Tunaiomba serikali yetu ikae na wawakilishi wa kundi la vijana wajulikanao kama Gen Z na kuwasikiliza malalamiko yao na kuyafanyia kazi ipasavyo. 6. Tumeshuhudia ongezeko la vitendo vya upoteaji wa watu na utekwaji, hususan kipindi cha hivi karibuni. Hivyo tunaiomba serikali yetu kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama ikomeshe vitendo hivi mara moja. Kwa kufanya hivyo italeta amani, utulivu na itaongeza imani ya wananchi kwa serikali. 7. Tunaisihi jamii nzima kuepuka kugawika kwa sababu ya itikadi za kidini, kikabila na kisiasa, na kutanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Tunaamini umoja wetu ndio maendeleo yetu. 8 na mwisho, tunaamini amani, umoja na utulivu iliyojengwa kwa misingi ya haki ni kama nyumba iliyojengwa kwa msingi imara, itadumu. Hivyo tunapenda kuwakumbusha viongozi wetu wote umuhimu wa kutenda haki na kuwahimiza kutenda haki. Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukrani. Ujumbe, ila nikotaka nimalize pia na tunamkabidhi speaker dada yetu Etebori, mimi mamangu. Haya, dada Etebori, karibu pia, toa neno. Binafsi nawashukuru wote kwa kufika kwenye tukio letu hili muhimu na la kipekee kwa niaba ya Watanzania wote.
watu wa Yetebori mnasikika sauti za Watanzania, na kama mnavyojua tukio hili ni tukio ambalo limeishangaza dunia, tukio ambalo halikubaliki. Ndugu zangu, sisi Watanzania ni ndugu. Tuna ndugu zetu wa Kenya hapa tunafahamiana kama ndugu, na Waganda kadhalika. Kama mnavyojua wakati wa Sama tunakutana East Africa, tunafanya vitu vingi pamoja kama ndugu. Kwa hiyo sisi kama ndugu Tanzania tumeshangazwa na tukio hili la kuwasababishia vijana wetu vifo visivyokuwa na lazima, majeraha yaliyoweza kuwasababishia ulemavu. Kuna wengine wanaweza wasipone kabisa. Hili ni tukio ambalo bado limetuweka watu kwenye mshangao mkubwa na limetuhuzunisha sana, hasa ukichukulia slogan aliyotuachia Mwalimu Nyerere kwamba sisi wote ni ndugu. Ndugu zangu, ukweli upo hivi, hauwezi ukamsema Hitler ukaacha kukisema chama chake cha Nazi. Na ndivyo nawaelewa ndugu zangu ambao mko upande wa CCM. Mnabeba hii lawama, mmehusika kulitengeneza hili janga, kwa sababu siasa zilitakiwa zifuatwe katika katiba yetu kama inavyotaka. Katiba ya Tanzania inataka tuwe nchi yenye demokrasia ya mfumo wa vyama vingi na watu washiriki chaguzi, wafanye chaguzi zao kwa amani, wachague viongozi wao. Lakini tumeshuhudia katika nchi yetu Chama cha Mapinduzi kikibadilisha sheria, kikiweka sheria kandamizi ili kuweza kukibakisha Chama cha Mapinduzi madarakani, na ndicho hicho kilichopelekea mauaji ya watoto wetu. Kwa hiyo huwezi kukimbia hii lawama kama wewe ni mwana CCM, na hatuwezi kukaa kimya tukabeba hii dhambi wote. Sisi wengine hii dhambi haituhusu. Kwanza sio mwana CCM na sihusiki na hii dhambi, kwa hiyo hainihusu. Na tukirudi kwenye ubinadamu, waliokufa ni binadamu. Lazima tuache siasa pembeni, tukae kama ndugu, tukae kama taifa, tujiulize tumejikwaa wapi mpaka tumefikia wakati tunaona heri Mtanzania afe lakini CCM ibaki madarakani. Tukijiuliza hili kwa pamoja bila kujali itikadi zetu za chama, tutaibadilisha nchi yetu na kuwa nchi ya watu waliostaarabika na tukaweza kwenda mbele. Free Tundu Lissu! Free Tundu Lissu! Free Pole Pole! Free Pole Pole! Free John Heche! Free John Heche! Free Gen Z! Free Gen Z! Free Gen Z! Free Gen Z! Tanzania yenye demokrasi ya kufuata chaguzi zilizo huru na haki inawezekana. Samia must go. Samia must go. Asanteni sana. Asante sana mamake dada yetu Yetebori. Nadhani mengi yamesikika na mengi mmeyaona. Tupo hapa kwa ajili ya Watanzania wenzetu ambao wako nyumbani, walopoteza ndugu, jamaa, marafiki. Tunaungana nao pamoja kwa maendeleo na Mama Samia. Ni point cha msingi tu kwamba tunapingana na uongozi wa Mama Samia ambaye ana force kuwa rais tena kwa awamu nyingine. Huyu mama ana uchu wa madaraka. Semeni ana uchu wa madaraka. Ana uchu wa madaraka. Na sio uchu tu, ana tamaa ya madaraka. Ana tamaa madaraka. Na sio tamaa tu, atosheki. Atosheki. So Samia must go by any means. Samia must go by any means. Either by talks, either by actions. Either by talks, either by... Gen Z want to talk. Gen Z. Haya, tumebakisha muda kichache kidogo, nampa Gen Z nafasi ya mwisho, lakini kabla tujaondoka wote, ningependa kwamba alikuja na mshumaa, mwenye ua, mwenye bango, basi kila mmoja ili kuondoka na bango lake, sababu pia hiyo ni sehemu ya public. Kwa hiyo tutamalizia kwa hivyo, tutampa Gen Z neno la mwisho kama Gen Z, alafu baada hapo kila mmoja achukue kimoja nacho tuweze kuweka mazingira sawa. Karibu sana Gen Z. Mimi kama Gen Z, okay. Mimi kama Gen Z nilikuwa nataka nimpe taarifa Mama Samia, stop killing us, sisi ni taifa la kesho, ndoto nyingi na tupo tayari kujenga nchi kama Gen Z. Sasa hivi tumekuwa tunaogopa hadi ardhi yetu. Mama, nakuomba, nimepoteza marafiki zangu ambao wamekatishwa ndoto zao. Mama, stop killing Gen Z and free Gen Z. Free Gen Z! Free Gen Z! Free
Gen Z. Mama Samia must go. Mama Samia must go. Hamna kingine, piga ua, atukupi nchi kwa namna yote ile. Free Gen Z. Free Tundu Lissu. Free Heche. Bwana, sisi wa Chadema, ACT Wazalendo tupo hapa kwa niaba kwa maslahi ya Tanzania wote, muelewe hilo. Sio matoka hapa kwenye group bwana, wamekutana maandamano lakini ndio kubaki chama, si chama wala si utawala. Mimi sio CCM, mimi sio Chadema, mimi sio ACT, ni hapa kwa niaba ya wenzangu walopotea nyumbani na maendeleo ya Mama Samia tuyataki. Kwa hiyo tukubaliane kwa umoja, tuache unafiki, tuache maneno chini chini. Hatupo kichama, hatupo kimaslahi ya wananchi wote walopotea juzi kati. Hatujui leo ngapi mpaka sasa kadi yake, lakini cha msingi kwamba umoja mbele, siasa nyuma. Asanteni sana, tutoe maua, tutoe na mishumaa tukuja nayo, mazingira mengine endelee. Maisha yanaendelea pia. Tuna dakika 15, kwa hiyo tulitoa nafasi ya mtu mmoja ambaye atakuja kusali kwa niaba ya Wakristo na mtu mmoja atakuja kusali kwa niaba ya Waislamu. Alafu tutamaliza tena kwa wimbo wa taifa. Ni nani ambaye atakuja kusali? Tunaanza na kupenda Wakristo. Wakristo. Haya, tunasali ukime kidogo, tunasali. Wakristo wataanza alafu Waislamu watafuata. Okay, Waislamu lipo mjiandae pia. Ustadhati kule jiandae. Tusali. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante. Wakati huu tuko mbele zako Mungu. Tunaomba amani yako. Tunaomba ututie nguvu katika mioyo yetu. Watu wengi mioyo yetu imejeruhiwa. Watu wengi Tanzania wamejeruhiwa, wengi wamepoteza wazazi, wengi wamepoteza watoto, wengi wamepoteza vijana. Baba tunakusii, tunaomba neema yako. Tunaomba ukatupe ujasiri katika hiki tunachokipitia. Tunaomba neema yako Baba, kwa akili zetu hatuwezi, kwa nguvu zote hatuwezi. Tulizoea Tanzania kuwa ni nchi ya amani. Leo hata hiki tunachokifanya Baba, kwa akili zetu bado hatuelewi. Baba, tunasi neema yako juu ya watu wa Tanzania. Baba, zaidi ya yote ninaomba hekima, maarifa, ufahamu juu ya viongozi wa Tanzania. Baba, wape kujua nyakati tulizo nazo. Wape kujua na kutambua huu wakati wa uoga umekwisha. Watu watasimamia haki na wewe Mungu umesema wewe ni Mungu wa wenye haki. Baba, acha haki yako na amani yako ikadhihirike katika taifa letu. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai. Baba, ninasi huruma zako juu ya wale waliopoteza ndugu na familia. Zaidi ya yote Bwana, ukawape amani, ukawatie nguvu, ukawarejeshe ile furaha ya kwanza. Ni ngumu, lakini Mungu wewe ndio faraja ya pekee. Tunasi neema yako hata sisi wanayotebori wa Tanzania tulioko hapa Bwana, ukatupe umoja, ukaumbe upendo katikati yetu, tukawe wamoja katika yote tunayopatana Mungu, katika jina la Yesu. Zaidi ya yote Mungu, ninaomba uibariki Tanzania. Ninasi ile amani ya kwanza, maana unasema katika neno lako lile jambo ulilolianzisha utakwenda kulitimiliza. Ile amani ya kwanza iliyokuwepo katika taifa la Tanzania, Yesu Kristo Mungu wetu, tunaomba ukaitimilize hata milele na milele. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Haya, kwa Islam. Dada njoo, dada ustadhati njoo tusome dua. Dada kakomana. Dada kakomana kamera. Njoo tusome dua. Njoo tuwe dua. Habiba kakomana tuna video. Habiba njoo tusome dua. Sasa ulienda madrasa kufanya nini Habiba? Habiba naye. Habiba ulifuata nini madrasa wewe? Wewe tusome dua hapo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wazana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, takabali dua. Ya Allah, wale wote waliokufa waliotangulia mbele za haki, ya Allah wasamee makosa yao. Ya Allah, tulinde nchi yetu iwe na amani. Ya Allah, tuepushe na kila jambo la shari.
tuuzidishie kila laheri. Ya Allah, wewe ndo muweza wa yote, wewe ni msikivu, msamehevu na unajibu. Ya Allah, takabali dua, tujalie nchi yetu irudi katika hali ya usalama usalimini, na utujalie kila tunaloliomba lifanikiwe. Ya Allah, tunakuomba umuondoshe huyu Mama Samia. Ya Allah, sio mtu mzuri. Ya Allah, ya Allah, na umhukumu mbele za haki. Roho zote zilizotangulia mbele za haki ziwe kwenye nafsi yake. Ya Allah, tunaomba umuondoshe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Bi Habiba, asante sana ustazati wangu, shukran. Kama mlivyotusikia shughuli yetu imekamilika rasmi. Kwa hiyo mimi nirudishe mic ili niweze kuagana hapa na wageni na tutaendelea kuwa pamoja. Wote waangalie kama. Shukran sana dada Naomi, shukran sana watu wa Sweden, mmewakilisha vyema na mmefanya kwa kadri mlivyoweza. Subiri, shughuli haijaisha. Kiongoza shughuli anasema. Shughuli unasemaje kiongoza shughuli? Unasemaje? Tunamaliza wimbo wa taifa hapo tunamaliza. Tunamaliza tena na wimbo wa taifa. Sawa. Sawa. Upo kwenye Google jamani. Google ni sehemu mnazo. Mnaanza na Tanzania, mnaanza na Afrika kwa sababu ndio Afrika kwanza, alafu tunamaliza na Tanzania. Tunaanza na Afrika kwanza. Haya, mimi hiyo nilisoma shule na ujua. Mwaka 80 huko. Haujaibadilika Tunaanza mko tayari? Weka ile speaker hapo mnaweza mkaendelea, wanaweka mitambo sawa, tuimbe wimbo wa taifa, tufunge shughuli yetu. Watu wa Sweden, okay, endelea. Tunafunga na wimbo wa taifa. Haya, tunaanza. Mgozi wake hekima, umoja na amani. Mungu ibariki Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Kama mlivyosikia, shughuli yetu imekamilika hapo. Picha ni nyingi, video ni nyingi, nitazipeleka kwa grupu la Modi kule kwa uongozi, watazichuja, watazisambaza. Na kama mlivyoona watu ni wengi. Wakati tunaimba wimbo wa taifa, tulipoimba upande wa nyimbo wa Tanzania, tulizima muziki kwa sababu watu walikuwa wanaimba kwa sauti na kwa hisia kweli kweli kama mlivyosikia. Basi naomba mimi niweze kunywa maji kidogo na niwagane na wageni. Namuona dada Jamila ananiletea maji hapa, ananiambia kunywa maji kidogo. Basi kwanza tunarudisha mic, alafu tutaendelea baadaye tunawasikiliza. Asante sana. Ama Jamila, kuna kitu unataka kusema?
Mimi nataka kusema kwamba jambo letu tumelifanikisha kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametuongoza. Na nasema napenda kuwashukuru watu wote ambao wanakaa Gothenburg, wamejitokeza kwa wingi. Nashukuru sana, jambo letu limekwenda vizuri sana, ila tu ndugu zangu, tuendelee kutiana moyo. Hii haiishi mpaka iishe. Mapambano yaendelee, hakuna kulala, kutimbulike tu, huku kukilia risasi, kule kulie moto wake. Asanteni sana wana Clubhouse. Watu wameinua mabango wanapiga picha. Ngoja tupate picha ya mama. Ngoja tupate picha. Tuna picha nzuri ya pamoja. Mwenye kamera kali, mwenye simu kali, wakati wa picha za pamoja. Kama napata picha ya pamoja, watu wameinua mabango yao. This is Scandinavia, this is Sweden, this is Gothenburg. Kituo kinachofuata ni Stockholm. Kwa mfalme pale tukamwambie hapana kufadhili Samia, anaua watu. Ale jeuri yake. Na tunajua Samia hawezi kuishi bila kuomba. Elimu ya kutengeneza kipato hana. Nchi ina rasilimali chungu mzima, lakini tunaona anagawa tu, halafu anaombaomba kama vile maskini. Imekamilika, tunapata picha za mabango. Angalieni msiunguze nguo kwenye mishumaa hapo. Tumeshajeruhiwa vya kutosha, sijeruhiwe mtu yote tena hapa na moto. Samia ametuumiza vya kutosha, ametujeruhi watu wengi sana. Nilijua tu utachagua picha na picha nani wote kuja huko. Nilijua tu utachagua picha. Hebu shika bango mpige. Så många andra människor. Många unga och slaktade. Det är det. Inte bra. Det är inte bra. Nej. Det blir ett nytt land efter det här. Det kommer bli ett nytt land efter det här. Det är sorgligt, vi är inte kända för det här. Tanzania brukar vara annorlunda. Ja, det är det. De bilder man såg ibland, det såg ut som Somalia. Ja, det är Sylandet som Somalia, ja. Helvete. Helvete, ja. Jättetråkigt. Shemeji yetu huyo mmoja wa Tanzania ambaye tuko naye hapa, mume wake ni beberu kama ambavyo basi sehemu anapenda kuwaita. Anasema kile kilichotokea Tanzania kinashangaza. Usiku mmoja tu nchi imegeuka kuwa kama Somalia, lakini yeye anaamini baada hili hapa nchi inaenda kubadilika, kwa sababu popote itakavyokuwa Tanzania haiwezi kuwa kama ilivyo sasa. Basi mimi narudisha mic na agana na wageni wangu hapa. Jamani, tuchukue moto, tuchukue mishumaa tuondoke nayo kuingia tutupe. Tutanyima kibali next time. Mishumaa ambaye hawezi kubeba aache, nitashughulika nayo. Ambaye hawezi kubeba mishumaa mimi niko na kila kitu, niko najua. Mishumaa, mabango ambaye hawezi kubeba aache tu. Watu wa Sweden wamewakilisha vizuri sana. Mbarikiwe sana huko. Inaitwaje sehemu? Inaitwaje? Gothenburg. Gothenburg. Okay. Washukuru sana, angalau wamewakilisha. Yapo pale kwenye kulishukuru jeshi la polisi. Next time tunarekebisha hapo. Lakini vitu vilikuwa vizuri sana, wamejiandaa vizuri na wamefanya jambo zuri sana. Ya tuendelee. Haya bwana nani Ibra, karibu. Kuna mtu ameandika hapa message kwamba Samia Suluhu Hassan imetokea issue ya warrant ya kukamatwa alafu ameifuta, sijaiona. Sasa itakuwa ni ipi hiyo? Karibu. Endelea. Asante. Acha niongee dakika mbili kabla sijaingia kwenye sauna. Una sauna kaka? Kama sijaje.
bwana hawa watu kwanza nilikuwa nataka kusemea watu wa SADC hawa pia wana kaunafiki fulani. Ilitakiwa hawa wakati huyo Nchimbi sijui nani anaenda, ilitakiwa wale watoke. Hauwezi ukasema hii ni haramu alafu ukakaa naye mtu ambaye haramu. Wangeondoka kama vile wazungu walivyomwondokea Netanyahu. Netanyahu walivyoingia wale wote wakaondoka, ama majority wakaondoka. Kwa hiyo there is no point ya kusema hii serikali ni haramu alafu ukakaa naye juu ya meza ukampa masikio ya kumsikiliza. Huwezi kukaa na magaidi alafu ukasema kwamba ni magaidi alafu you wine and dine with them, you know. Hiyo ni kaunafiki kadogo. Kwa hiyo waoneshe kwa vitendo. Umetoka kusikia hilo la kwanza. La pili bwana, kwa nataka nitoe taarifa tu. Nasikia Arusha kimenuka. Taarifa nimepewa sasa hivi, Arusha kimenuka. Kwa hiyo nilikuwa nataka niseme tu hivyo Ruge, nashukuru sana. Watu wa Chuga mbona Yes. wameanza mapema sana? Sasa hivi ndo nimepenyezewa hapa, naambiwa Chuga kimenuka. Hebu fuatilieni, lakini kuna mtu nimeambia kama watu 2 3. Fuatili. Asante baba, imeenda hiyo. Haya, tuendelee. Kuna hako ka ujumbe nitaka nikasome, lakini sijui kama nimekaona wapi. Kuna mtu ameandika hapa kwamba bwana ile nani ile ya kukamatwa ya Samia tayari imeshakuwa activated tayari. Ngoja tuanze kuiona sasa hiyo. Yaani mambo yanaenda fast, yani tuko mbele ya muda kaka. Yaani kwa nampa muda Ruge, akasema Samia atakamatwa wiki kadhaa, bado kumbe ana hata siku nyingi atakuwa ashakamatwa. hiyo Unasemaje dokta? nataka nikwambie ukweli kuhusu ya hiyo hiyo ni mtu tu, sina uhakika nayo ya kukamatwa, isipokuwa wanataka before wa issue arrest warrant, kwanza lazima investigation ikamilike. Ndio utaratibu, yani nataka nikwambie, tusipeane hopes ambayo haipo. Lazima kwanza investigation ifanyike, na watu wa ICC wanajaribu kutuma watu kufanya investigation, taarifa ambazo ni za ukweli, isipokuwa serikali ya Tanzania ndo inagoma watu wa ICC kuingia kufanya investigation, kwenda kwenye eneo ya tukio, kuwahoji waathirika, kuchukua hatua, ndo waende wapeleke hizo evidence, alafu ndo waone na mashiko, ndo wa issue arrest warrant. Kwanza watamsummon aje ICC, kama vile kina Uhuru walikuwa summoned. Lakini kwa sasa hivi wanataka kuja kufanya investigation, na Tanzania wanajaribu kukataa, kusema kwamba wao ndo wafanye investigation, yani ya kile kijinga, wao ndo wafanye investigation alafu wao ndo wa complete investigation ndo wawape ICC. Sasa ICC hawataki, so kuna hiyo mvutano, sijui hatua gani next watachukua. Ni hilo Ruge, nashukuru. Wakikataa sawa, ndio hapo itabidi akamatwe tu, kwamba hii. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba ni kweli hamna jinsi aina yoyote tena, hawezi kutumia mabavu, hawezi kufanyaje, watu wako mbele ya muda. Yani anataka kufanya ya nani sasa? Mimi simuelewi. Wewe yani uwe watu alafu uogope utumie mabavu internationally. Alafu Tunaita alafu on top of that Ruge, kwenye vyombo vya habari wamewanyima vibali vyombo vya habari, independent news networks. Wanataka vyombo vya habari vya nje wachukue habari kwenye vyombo vya habari vya Tanzania. Hiyo yani vyote wanavyofanya wanajitengenezea evidence wenyewe. Kwa hiyo kama CNN wakitaka waje pale, ama Al Jazeera wakitaka waje pale, ama nani wakitaka paje, zile habari wao wanazipuuza. Wanataka hawa watu wachukue taarifa kutoka third party, wachukue kwenye TBC, wachukue sijui nini, ambazo inajulikana kwamba vyombo vile havina sauti, havitaripoti ukweli. Kwa hivyo wanajaribu kublock vyombo vya habari vya nje, wanajaribu kublock investigators wa nje, kila kisehemu wanajaribu kublock. Sasa itabidi wachukue hatua kali sana, maanake kila sehemu watakaenda kuna block. Angalia kama Midadayo mfanyakazi wake mmoja amekamatwa na amepewa kesi ya uhaini kwa sababu tu ya kuripoti ukweli. Ukiripoti ukweli unapewa kesi ya uhaini. Ukisema tumia barakoa ujikinge, labda gasi kuingie kama ule nifo, unapewa kesi ya uhaini. Kwa hivyo hii jinsi wanavyozidi kufanya,
Yani sijawahi kuona watu wasi, unajua kweli ujinga una viwango. Kuna ujinga yani jinsi elimu ina mtu ana masters ana degree moja, pia ujinga iko hivyo hivyo. Kwa hivyo wao wana ujinga wa PhD. Ujinga wao mashallah ni kiwango cha juu sana. Badala wajaribu kuzima moto, ndo wanazidi kumwagia petroli. Kwa hivyo ujinga wao ni ujinga wa kiwango cha juu sana. Ruge, nashukuru, nitashuka hapa niwasikize wazee wangu. Thank you. Nilikuwa nasumbua pale kwa KG. Naomba nipe kaa dakika 5 tu, mpe mtu mwingine aongee, alafu kimaliza huyo. Okay, Aki- zichukue kaka, Naam. sawa, tunazo. Okay, Sawa, okay. haina Dakika shida. 5 tu. Dakika 5 kaka. Thank you. Only 5 minutes. Thank you. Sawa. Sasa kuna taarifa imetoka. Sasa sijui ndio hii wameanza kuachia kiongozi wa Chadema Kyela aliyetekwa kabla ya maandamano ameachiliwa jana. Wameanza kuachilia watu wetu taratibu ambao wamewateka. Huyu yuko anafanya utaratibu wa kupata namba ya simu ya kwake ili angalau alitekwa, amekaa muda mrefu sana akiwa ametekwa. Alitekwa kabla ya maandamano. Wamemwachia jana akiwa hoi, amepigwa vipigo, anahadisia mambo yaliyoko huko sio ya mchezo, na ameona kikosi na jeshi la polisi ni wanaanza kuachia ise. Jina lake anaitwa, ngoja hapa nimetumiwa, jina lake anaitwa ndugu Basil Waziri, anaitwa Basil Waziri, alikuwa ni kiongozi wa Chadema Kyela Kagera huko, ameachiwa. Ndugu zake wameenda kumuona, wamemtembelea, lakini hawezi kutembea, anajikongoja, amepigwa vipigo vibaya mpaka sasa hivi bado anauguza majeraha hayo. Lakini sasa wameanza kuachia, tunasema muachie polepole, achia Heche, achia watu wote, Kaswahili, Deus Soka, achia Mdude Nyagali, yani hadi maiti tupate maiti, hivyo vitu muachie hawa mateka wazee. Tuendelee kaka nani okay. Ana Mary, karibu. Sitaki kuongea sana. Asante, nimefurahi sana na hongera sana kwa dada Naomi na timu nzima. Samia anaachia watu, nafikiri ni katika prosesi zake anazozifanya za kufuta ushahidi. Achelewe kusema hakuwashikilia, maana ndo serikali yetu, uongo kwa kwenda mbele. Lakini ngoja tuangalie ile taarifa kama ni ya kweli kwamba ameletewa hiyo summon na ameifuta, na mimi naifuatilia huku niangalie kama nitapata majibu. Asante sana. Shukrani sana dadangu. Yeah, thank you. Well, akatae afanye vyovyote, hii ndio atakuwa amejitia kitanzi yeye mwenyewe. Tunasema tutakukamata, tutakunyonga kwa sababu still bado itatumiwa international law. Kwa hiyo yote ambayo umeyafanya. Yani unajua umeua kitoto cha miaka 3. Umekipiga risasi ya kichwa. Kitoto cha miaka 3 hata kijua hata kuongea bado. Miaka 2 sijui, maskini ya Mungu. Hata hajaanza hata kutambaa. Naye umemtwanga risasi. Huo ni ugaidi. Hiyo ni terrorist. Hiyo ni terrorist, yani kabisa, yani there's no way. Tuendelee ndugu zangu. Haya, bwana, mmewasikia watu wa Sweden huko wamefanya jambo lao, lakini mambo yanaendelea, na mimi nilipata hicho kipengele cha kwamba watu wa ICC walitaka kuingia, wamekataliwa kufanya uchunguzi, lakini hiyo sasa, hicho ndo kisikia mtu anajinyonga kwa kitanzi chake mwenyewe, ndio hiyo sasa. Unajua hii anajinyonga mwenyewe yeye. Yani hapo tena sijui hata kama atahitaji uchunguzi zaidi yani. Amerahisisha kazi hii, imekuwa rahisi kweli kweli.
The moment anapoanza kuweka vikwazo kwamba tusimuingie, amekwisha, anakuwa amekwisha hapo. Tuendelee. Kaka Medi anasema hiyo sio kweli, lakini imesambaa hiyo taarifa kaka, imetoka. Labda Medi wewe hujaifuatilia vizuri. Ifuatilie na wewe Medi, useme sio kweli. Ifuatilie vizuri. Huwezi jua bwana. Tunaijua serikali yetu. Mama James. Mama James. Mama James. Mama James moja, Mama James mbili, top. Mimi naondoka naenda kwa mwingine I say. Nani mwingine? Heri. Ngoja kwanza niangalie mitambo yangu. Unaweza kukuta sisikike. Eh bwana, nasikika? Unasikika Ruge, tunakusikia. Naita tena Heri. Na deki walai. Twende kwa mwingine. Kaka ulisema dakika 5 hazijaisha tu. Tayari, nipo tayari sasa Ruge, niko tayari. Kwanza poleni sana sote kwa yote ambayo yametokea na yanaendelea kutokea. Naomba tuendelee hivi na mapambano mpaka haki itakapopatikana kuokoa taifa letu. Nimeudhika na kauli ya huyu Nchimbi ambaye nimetoka kumsikiliza sio muda mrefu. Anaongea kwamba wamuunge mkono Samia kwa sababu anataka kuleta maridhiano, sijui kushukuru, sijui Madagascar, sijui nini, nchi ni ya amani na nini. Ukweli bwana Nchimbi, nataka nikwambie na wewe, yatakayompata Samia yatakupata na wewe, uko humo kwenye laini hiyo, huwezi ukakwepa. Na ukumbuke mnavyowafanya Watanzania waonekane kama ni mazuzu na ni majinga, mwisho wenu sasa umefika. Nchimbi, wewe ni Mtanganyika, Samia ni Mzanzibari. Samani hii sizungumzii kwa lengo la ubaguzi au vipi, kwamba ungeonekana au ungeonyesha uchungu zaidi kuliko hata Samia. Yaani wewe hukutakiwa usapoti kitu chochote, kitu chochote cha yanayoendelea sasa hivi. Bwana Nchimbi, kama unategemea kwamba Samia akitoka ndo wewe uingie, sasa hauingii. Huingii kuwa rais. Sehemu yako ni Hague, ndiko huko mnakoelekea, kwa sababu uovu wenu wote, ukatili wenu wote, udikteta wenu wote umedhihirika duniani. Na sasa akili zetu zimefunguka vizuri na macho yamefunguka vizuri kwamba jinsi Chadema ndani ya bunge walivyokuwa wakipiga kelele kila leo kusema, ndugu zetu, nyinyi wana CCM mlio wengi, jaribuni kuliokoa taifa hili. Tunapokwenda ni kuligawa taifa, lakini sasa imekuwa sio kuligawa taifa, imekuwa ni kuangamiza. Kumbe mlikuwa mnashupaza shingo zenu, mnaziba masikio, hamtaki kusikiliza kila linavyosemwa na vyama vya upinzani. Kumbe haya ndiyo yalikuwa malengo yenu. Yalikuwa malengo yenu kuja kutunyonga, kuja kututeketeza, masaka. Nchimbi, usidhanie kwamba dunia haioni, au sisi tunaoongea usidhanie kwamba hatuoni. Hayo mnayoyaficha nyumbani yaliyotokea, kuua mlikoua watu, kama mmetumia sijui janjawidi, kama mmetumia Boko Haram, kama mmetumia sijui nani, ninyi wenyewe jeshi la polisi mmeshiriki, mmetuma majeshi kuua Watanzania. Kilichotokea Nchimbi ndani ya Tanzania, na wewe kama kweli unamwamini Mungu, usingeweza kusupport, kwa sababu yaliyotokea yale tunayosoma katika historia, habari ya vita kuu ya pili, Wajerumani jinsi walivyowatupa kwenye tanuru la moto Wayahudi, na yale tuliyoyaona
tukiwa kwa macho kule Rwanda, Tanzania yaliyotokea hayo ya vita kuu ya pili ya Rwanda hayafikii yaliyotokea Tanzania, na pengine itabidi atafutiwe jina jingine, maangamizi yaliyotokea Tanzania. Bado unasema nchi na amani, asapotiwe Samia. Kwanza asapotiwe Samia kwa uchaguzi upi? Yaani kosa lingine ni kwamba mmejitangaza, mmechagua, mmeitana tu nani awe mbunge, nani awe mbunge bila hata kuwa na uchaguzi. Maridhiano gani unayoyataka hayo nani Nchimbi? Ni nini sumu mliokula ambayo imewageuza akili zenu muwe mfanye maovu ya aina hiyo? Au mmeshakuwa na roho za kishetani? Shetani ndio umemfanya kuwa Mungu wenu? Hamjaudhi wa Tanzania tu, bali kwa kweli mlichokifanya tumeshajua. Nyinyi sio watu wa kukaa pamoja, wa kukaa meza moja kujadiliana. Tujadiliane nini? Kama kuna karoho kanawapeleka kwenye majadiliano au majadiliano ya maridhiano, yaani kama hako karoho mnako, yaani kinachotakiwa nyinyi ni kustep down, msiwepo katika dhana ya uongozi anymore. Yaani mioyo ya Watanzania angalau itaonyesha msamaha kidogo. Tofauti na hapo, kama bado mnang'ang'ania, mnataka ezeifu mna madaraka sasa, eti tukae tuongee, aise, basi mmeruhusu Watanzania wapole wanyenyekevu hawa waingie kwenye vita ambayo hawakuitaka. Yaani tunaona kabisa kumbe kushupaza kwenu masikio mlikuwa mnataka tuingie, mlikuwa mnataka kulazimisha Watanzania waingie kwenye vita. Jamani, na hii vita wala si vita ya kutaka kuua, kujitetea dhidi ya viongozi ambao wamesahau wajibu wao. Badala ya kuwalinda raia, matokeo yake wameamua kututafuna na bunduki, kututafuna na risasi. Mlianza kwa akina Tundu Lissu, mmepoteza akina Beni Sanane, mmepoteza akina Mdude, mmepoteza akina Soka, mmekuja mmetupotezea watoto, kaka zetu, baba zetu, ndugu zetu. Hao watoto wadogo zaidi ya 20,000 hata miili yao, na mbaya zaidi mnaenda kuwachoma kwenye matanuri ya simenti. Nchimbi, utakwepa nini Nchimbi? Nyinyi ni watu wa ajabu, haijapata kutokea. Hatujauona huu ukatili kwa Hitler, hatujauona kwa Idi Amin, hatujauona kwa Bokassa yule wa Afrika ya Kati, hatujawaiona katika dikteta yoyote. Mumeingiza Tanzania kuwa iliwahi kuweka kwenye rekodi kwamba iliwahi tawaliwa na dikteta aliyezidi madikteta wote waliopata kutokea. Kweli kabisa. Kaka Ruge, nina machungu hapa nilipo, nisije nikaanza kutetemeka ninavyoongea. Hebu niwape, lakini inaumiza sana. Asante sana Bwana Ruge, tuendelee na aluta continua mpaka tutaikomboa tu taifa letu. Lazima tulikomboe. Kama mmetumia mabavu na njia haramu za kila aina ili muendelee kukaa kwenye madaraka, mwisho hampo tena. Saa hizi hatuna rais, hatuna waziri, hatuna kio. Nchi yetu ya Tanzania iko saa hizi ni kama Somalia, ambayo hata ilibidi iundiwe government makao makuu akawapeleka Kenya. Hatuna rais. Kama mnataka kudanganya dunia eti kwamba Samia ni rais wa Tanzania, Samia sio rais wetu, wala we sio makamu wetu wa rais. Hatuna rais. Tuko sisi, Mungu ametushikilia na Mungu ndio atakayetupatia rais. Asante sana. Shukrani.
yani nasikia yani network yangu ni mbaya sana. Je, utaendelea yoyote ataendeleza hapo? Kaka Makti endeleza kidogo bwana. Network yangu inanitoa. Mimi nimesikika bwana Ruge au network imesumbua Yaani kabisa? umesikika vizuri. No, umesikika vizuri kweli kweli. Basi tuendelee. Asante sana. Ah. Bwana haya mti mkubwa shikilia sasa twende kazi. Haina kulala hii. Hii haina kulala, lakini vile vile lazima tusitie unyonge kihivyo sana. Unyonge Haya, hapa sawa bwana, ndugu yangu, mimi niko mimi hapa. wasipendagi unyonge aise. Tuendelee kaka. Hii ndugu yangu ni yaishi mpaka iishe, yaani hapa lazima awamu ya pili ije kwa ukubwa zaidi. Kuna kitu nilikuwa nakitafakari hapa wakati wengine mnajiandaa kuzungumza. Kipindi hiki kama aliandaa jeshi kutoka nje likaja kusaidia kuua raia, yanapokuja maandamano ya awamu ya pili itawapa shida sana askari wa Tanzania, kwa sababu watajikuta kwanza wako wachache. Na hii ni waonye tu polisi wanaotufuatilia hapa na wanaotusikiliza kwamba wajue wanapokubali uhuni unaofanywa na serikali iliyopo madarakani wanahatarisha maisha yao. Mpaka sasa tunapozungumza maisha yao yako hatarini. Haya matendo yanayoendelea, haya matendo wanayoendeleza ni matendo hatari sana, na kama wasipoona wakashtuka mapema wakawa upande wa wananchi, basi kitawaramba. Kwa sababu wananchi, msifikirie kwamba ni kizazi kile kilichopita ambacho watu walikuwa wamezoea kwamba hakiwezi kuandamana. Hii ni Gen Z. Kizazi cha Gen Z ni tofauti na vizazi vilivyopita. Kwa hiyo hiki ni kizazi ambacho wakiamua jambo wanaamua kwa pamoja. Yaani roho wanayotembea nayo, hiyo roho inatembea dunia nzima. Gen Z inapozungumzwa sio kwamba ni Tanzania tu. Ndio maana mmeona Hakainde Hichilema amekula za uso wa Zambia kule. Baada ya kuonekana alikuja kwa Samia kumpongeza, alafu ameenda kusimama jukwani, amepewa za uso. Na haya ndio tunayoyategemea sasa hivi kwamba dunia inakwenda kuunganishwa. Kuna mtu aliongea hapa akasema Afrika inaungana. Ni kweli Afrika inaungana, kwa sababu uhuni unaofanyika unaonekana. Sasa tujue kabisa kwamba imefika hatua inabidi hata ndugu zetu wanaotuzunguka na wenyewe wanakuwa na uchungu kama sisi. Zambia wana maumivu, ndugu zao waliuawa mpakani juzi tu hapa, wakaharibiwa mali zao na polisi hawa. Alafu anatokea rais anakuja kumpongeza mtu aliyeiba kura, aliyejilazimisha kujiapisha. Ni hatari sana. Kwa hiyo yako mambo mengi sana ambayo yanakuja. Kaka Jay anapenda kutumia kauli tuendelee kula nyama mtori, tuendelee kunywa mtori, nyama ziko chini tutazikuta. Jamani, tuendelee. Kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kuchangia, blink mic yako, utapata wasaa wa kutoa mawazo yako hapa na maoni yako kwamba nini unachokiona. Lakini maandamano sehemu ya pili inakuja. Samia must go na CCM nayo lazima itoke. CCM ilishachakaa, wamekuwa wakishikilia mtoto wa bunduki kwa miaka yote, ndio kilichoweka madarakani, lakini hawakuwa na sifa ya kuendelea kuongoza wananchi mpaka hivi tunaozungumza. Jamani, ndugu zangu, karibu sana. Na mlioko upande wa chini, unaweza ukapanda juu, ukazungumza unachoona kwamba nini kifanyike kwa kipindi hiki. Ni wape wengine nafasi wazungumze, nisiwe mzungumzaji sana. Najaribu kuangalia hapa ambaye ana blink mic, ambaye yuko tayari kuzungumza. Naona hapa tuna dada Bella, Nimwesi, Alberto, Kashi, Anne Maria, Sam na yuko hapa, Peace na yuko hapa. Kaka Mike hujazungumza, sijakusikia kwenye room, nilisikia kwenye room iliyopita. Karibu sana kaka Mike. Kaka Mike, kama unanisikia au sisikiki jamani? Kama sisikiki mniambie. Unasikika, Unasikika unasikika. babangu, unasikika. Ni mi, Okay. sisi, mi bado Okay. natafuta